Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa. Jambo likiegemezwa kwa asiyestahiki, kwa mtu ambaye hastahiki kuegemezewa hilo jambo, basi subirini saa ya kiyama. Baadhi ya ulama, baadhi ya wanachuoni wanasema fantadhiri saa, maana yake subirini saa ya maharibiko, muda wa kuharibika hilo jambo. Sasa basi ni afadhali tuliegemeze jambo la kidunia kwa mtu asiyestahiki. Lau litaharibika, tutakuwa tumeharibikiwa tu katika dunia yetu. Mfano, lau tutamkabidhi pesa tukamatie mtu mwizi, mtu ambaye ni mwenye khiana, mwisho wa siku inaweza ikatokea kaziiba, lakini tutakuwa tumeharibikiwa duniani tu, hakuna shida kubwa sana. Shida kubwa ipo pale ambapo tutaegemeza jambo muhimu sana ambalo ndilo sababu ya kutengenekewa kwetu duniani na akhera, tukaliegemeza kwa mtu asiyestahiki. Hapo kuna hatari kubwa sana. Na mfano mkubwa wa hili, kumpa ushekhe nafasi ya kutoa fatwa na hukumu mtu ambaye hastahiki, mtu ambaye ni mbumbumbu, hana elimu ya hilo. Na siku hizi tulizo nazo, hasa kutokana na kutandaa kwa utandawazi, teknolojia hii, kumetokea wimbi la watu wajinga ambao wanajibandika ushehe na kukaa kwenye mitandao kuwadanganya watu. Wanazungumza kama vile ni mashehe, ilhali wao wenyewe wanajua kwamba wao si mashehe na si wasomi, lakini hutumia fursa ya kujipa ushehe kwa ajili tu ya kufuata maslahi fulani. Na mmoja katika watu wanaojipa ushehe ni jahil, anaitwa Shafi. Huyu jahil mbumbumbu, na yeye anajipa ushehe, kajibandika ushehe. Tena siku hizi anakaa anazungumza masala ya kielimu ambayo hayaelewi kabisa, hajui kabisa na hajui chochote. Naomba tumsikilize kwa dakika chache hapa akizungumzia masala ya funga ya Arafa, kisha tutarejea inshallah. Peleka dini kwenye siasa. Yaani Waislamu tumefanya dini na makundi leo, wakati Uislamu unatutaka tukae pamoja, tutoke na kauli moja itakayotufaa wote. Lakini sasa imefika mahala Uislamu tunaufanya kama ushabiki wa mpira. Mimi Yanga siwezi kukubaliana na Simba, mimi Simba siwezi kukubaliana na Yanga. Na hayo ndio matatizo naona yanayotukuta hata hapa nchini mwetu. Huyu kajipa jina sio answali nini, huyu kajipa jina, hawa wote hawataki kukubaliana, japokuwa Uislamu unasema tushikamane katika kamba ya Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Kwa hiyo tunagawanyika katika dini ambayo Mungu mwenyewe ndo katuletea. Tunagawanyika katika ibada ambayo Mungu katuletea. Wakati yule aliyetupa tufanye ibada anataka tukae pamoja tuwe kitu hiki, lakini sisi wafanyaji ibada tunagawanyika. Sasa hili swala la Arafa, mimi binafsi, mimi kama mimi, swala la Arafa ni kufuata kisimamo wanachokisimama watu wa Maka. Ile siku ambayo watu wanasimama Arafa Maka, ile ndio siku ambayo sisi tunahitaji katufunge. Kwa sababu kwa mafuhumu ya hadithi yalivyokuja, siyamun yaumi Arafa, fungeni siku ya Arafa. Arafa ni eneo ambalo lina tukio maalumu linalofanyika. Ile siku ambayo watu wanatakiwa wasimame pale, sisi siku ile tunatakiwa tufunge. Lakini bil asafi shadidi tunaona mashehe wetu wanaenda Maka, unamkuta kabisa kasimama kwenye viwanja vya Arafa, tena anasema leo ndio siku ya Arafa, na sisi tumeambiwa tufunge siku ya Arafa. Vipi tunafunga siku ya pili yake? Yeye mwenyewe anatuambia leo ndio siku ya Arafa, na hadithi inasema fungeni siku ya Arafa. Wao wanasimama Arafa, lakini inatokea mahala wao wanachinja siku ya Idi, huku sisi tunafunga. Jamani, kusoma hatujasoma, hata picha tuone. Kweli wenzetu kule wanacheza sikukuu, wanapoga, wanafurahia, wanachinja, huku nawaambia watu wafunge, sio kweli. Nasaha zangu kwanza kwako Shafi, fanya lile ambalo unaliweza, lile ambalo kidogo una taaluma nalo. Shafi, sisi tunakujua wewe umehifadhi baadhi ya mistari ya Biblia na unapingana na Wakristo, unawalingania watu kuingia kwenye Uislamu. Tunaona kazi hii inakufaa na tunakuomba ubakie huko, bakia huko. Lakini kwenye upande wa kuifafanua Qur'ani, Sunna, kwenye ilmu ya dini, kuifafanua, kuielezea kwa watu, tafadhali hili jambo waachie wanaostahiki. Wewe ni mbumbumbu, jahil,
kwenye upande huu hufahamu chochote, hujui chochote. Ndugu zangu wapendwa, kabla sijaendelea mbele kuzungumza haya ambayo Shafi ameyazungumza katika masala ya kufunga Arafa, naomba kwanza tujue mambo matatu kutoka kwa huyu mtu. Jambo la kwanza ni kwamba tujue kuwa huyu mtu ni muongo. Kwanza, ana tabia ya uongo, yani yeye anazungumza uongo mbele za watu bila ya kujali kwamba hapa na wadanganya watu, hajali kabisa. Na ndio maana utamuona hapo ameapa, amezungumza uongo kisha akaapa. Hawa mashehe wote mimi najua asilimia kubwa ya mashehe, wallahi wabillahi watallahi, na pia mashehe wanaojifanya kwamba wao wanafunga mwezi 9, asilimia kubwa ni waongo, wanafunga siku ya Arafa. Mimi najuana na mashehe. Hii ni sifa ya mtu tapeli. Inaonekana wazi huyu pia ni tapeli, kwa sababu tapeli huwa haoni tabu kuwapa kwenye uongo. Yani ana sifa asilimia 90 kuwa huyu mtu ni tapeli. Kuna kipindi hapa niliwahi kumsikia anazungumzia Pasaka, akawa anasema Pasaka ni sikukuu ya Waislamu, kisha akajalitafsiri neno Israel, akasema Isra ni kwenda, lail usiku, ndio maana ya neno Israel. Kwanza Pasaka ni ya Waislamu. Okay. Pasaka yenyewe ni ya Waislamu bwana. Pasaka ni sikukuu ya Waislamu kabisa. Kwa sababu ukizungumzia Pasaka, ukizungumzia Pasaka unazungumzia Passover. Passover ni nini? Ni kuvuka juu ya. Kwa hiyo kwetu sisi Waislamu Pasaka tunasherehekea na tunasema Pasaka ni sikukuu ya Waislamu, isipokuwa Wakristo sijui wameipata wapi, lakini hakuna ushahidi kwamba ni Pasaka ni sikukuu ya Wakristo. Kwa nini? Unajua simulizi? Pasaka asili yake ni watoto wa Yakobo wale 12 walipotoka katika nchi yao wakaenda Misri. Pale ndio unapata historia ya Pasaka. Kwa hiyo kwetu sisi Waislamu tukimkuzungumza Yakobo ambaye amezaa mataifa 12 ya wana wa Israeli, na asili ya Israeli ni Kiarabu kwa sababu Yakobo jina lake, lakini kule kutembea usiku akaitwa Isra, manake ni kutembea laili usiku. Okay. Umenipata? Isra ni kutembea au mwendo, laili ni usiku. Mtu muongo huyu, mtu muongo, na anazungumza uongo bila ya kujali. Kwanza Pasaka si sikukuu ya Waislamu. La pili, neno Israel hakuna kwamba Isra ndo kwenda, al-laili usiku, hamna kitu kama hicho. Al-lail halipo kwenye neno Israel, wala Isra manake sio kwenda. Ukisoma Fathul Qadir cha al-Imam Shaukani juzu ya kwanza kurasa 91, anasema ittafaqa al-mufassiruna ala anna Israila huwa Yaqub ibn Ishaq. Wanachuoni wamekubaliana kwamba Israel ni Yaqub. Kisha akasema Imam Shaukani rahimahullah, wa maanahu, na maana ya neno Israel Abdullah, ni mja wa Allah, lianna Isra fi lughatihim huwa al-abdu, kwa sababu hili neno Isra katika lugha yao ni al-abdu, mja yule anayemtumikia Allah. Wa il, na hili neno il huwa Allah, ni Allah. Kwa hiyo Israil Abdullah, mja wa Allah, ndo maana yake. Yeye anadanganya watu. Yani nataka nikuonyesheni tu kwamba hili jitu ni ongo, ni tabia yake kabisa. Hili jambo la kwanza tulielewe kwamba huyu mtu ni muongo. Jambo la pili, huyu mtu ni jahil, mbumbumbu, hajui chochote. Na tunawanasihi wale wanaompelekea maiki kumhoji kama ni shekhe, waache mara moja. Huyu si shekhe. Na yeye mwenyewe huyu alishawahi kusema kwamba dini na utaratibu wake, si kila mtu atoe fatwa. Niseme hivi jamani, hii dini na dini ina utaratibu wake na sheria zake, na dini kuna watu ambao maalumu wamesomea kutoa fatwa. Sio kila mtu katika dini anatoa fatwa. Sasa kwa nini wewe unatoa fatwa na wewe si shekhe? Kwa nini unazungumza masala ya kielimu ambayo huna ujuzi nayo? Waachie wenye ilmu wazungumze. Kuna clip yake moja nimemsikia anasema, mimi sijui nahwu, lakini mimi sio mtu wa mawaiza. Nadhani tunafahamiana. Mi ukinipa tana hausijui hapa. Mi ukinipa tana hausijui hapa. Shafi, wewe si nahwu tu, hujui chochote. Si Qur'ani, si hadithi, si fiqhi, si tarikh, hujui chochote, si nahwu tu. Katika upande wa dini hasa wewe huna kitu.
tafuta madrasa wende au mwalimu akakusomeshe. Na kupeni mfano, tuangalieni hii Qur'ani anavyosoma. Qur'ani tu hawezi kusoma Qur'ani. Ud'u ila sabilillah, linganieni kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, bil hikmati wal mau'izatan hasana. Ud'u ila sabilillah, ud'u ila sabilillah, linganieni kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, bil hikmati wal mau'izatan hasana, wal mau'izatan hasana. Hapo anaikusudia aya inayosema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Ndo anasema ud'u ila sabilillahi bil hikmati wal mau'izati al hasana. Qur'ani yake wewe Sheikh. Bali kusoma ile a'udhu billahi minash shaitani rrajim pia hawezi. Anasema a'udhu billahi minash shatani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Kuna aya alikuwa anaisoma ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ile qawwamuna yeye anasema qawwamuna. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Aya inayosema wa man ya'si Allaha wa rasulahu, yeye anaisoma wa man ya'si Allaha. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu, wa man ya'si Allaha wa rasulahu, wa man ya'si Allaha wa rasulahu, anayemwasi Mungu na mtume makazi yake motoni. Aya inayosema ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum, yeye anasema khalaqakum, ka. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ni mtu ile Qur'ani matini tu hajui. Kwa hiyo kabla ya kuendelea, kwanza tuelewe kwamba hili ni jitu jahil ongo, halafu ni jitu tapeli hivi basi, wala watu wasije wakadhani kwamba huyu ni shekhe. Huyu si shekhe kabisa, yani yuko mbali na ushekhe. Nyie mnayemhoji, hebu siku moja mfanyeni surprise, tafuteni kitabu kidogo tumumpelekee, ambeni shekhe tusomee hapo kidogo, vidogo hivi wanavyoanza navyo wanafunzi, wanavyoanzishwa wanafunzi wa madrasa. Muone hicho kivumbi, hajui chochote huyu. Haya, sasa tuende katika namna ya utekelezaji wa funga ya Arafa. Funga ya Arafa inatakiwa ifungwe vipi? Funga ya Arafa jamani, hapa tuelewe kwamba kuna Arafa siku, kuna Arafa sehemu. Arafa sehemu iko Maka. Arafa siku ni siku ya 9. Funga inahusiana na mwandamo wa mwezi na siku. Kisimamo kinahusiana na sehemu. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kuna funga ya Arafa ambayo hii funga ni siku ya 9 ya mfungo 3. Kisha kuna kisimamo cha Arafa. Ni vitu viwili tofauti, na hivi mtume hajavifungamanisha. Kwa hiyo mtume aliposema siyamu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa, alichokusudia alikuwa anazungumza funga hutazamwa mwandamo. Ni vitu viwili na ni ibada mbili tofauti. Arafa kisimamo inafanywa na mahujaji siku ya 9 ya Maka. Arafa funga inafungwa na watu popote pale walipo ambao sio mahujaji siku ya 9 pale walipo. Hiki ninachokizungumza ndicho kilichofanywa, ndivyo ambavyo watu walifanya na walifunga karne zote kabla ya utandawazi na teknolojia. Karne zote tokea mtume anaondoka, karne ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, watu wanavyofunga ndivyo hivyo. Kila mtu pale alipo anasubiri siku ya 9 ya mfungo 3 ndio anafunga. Huwezi kutuambia kwamba eti watu wote walikuwa wanakosea na kwamba eti dini ilikuwa inasubiri kompyuta na TV ili iweze kutekelezeka, wakati huo ilikuwa haiwezi kutekelezeka. Wallahi huu ni uongo. Kwa hiyo sisi tunasema kufunga Arafa kwa kutazama Saudia ni bid'a, ni uzushi.
Mtu anaweza kusema mbona kuna wanachuoni nyuma huko waliwahi kusema kwamba huu ndo msimamo. Wao wenyewe wanachuoni waliosema hivyo hawakuweza kutekeleza hilo. Sasa kuna ibada ambayo haitekelezeki kwenye Uislamu mpaka ipatikane teknolojia, mpaka ipatikane TV na simu. Hakuna. Leo saa 3 asubuhi hapa Tanzania, saa 3 asubuhi. New Zealand wao ni saa 1 usiku. Sisi saa 3 asubuhi hapa, New Zealand ni saa 1 usiku. Leo hiyo nazungumza, Hawaii, kuna mji unaitwa Hawaii, ni sehemu ambayo imeunganishwa na Marekani. Saa 3 ya asubuhi hapa, mimi naangalia Hawaii ni saa 2 usiku. Yani sisi ni saa 3 asubuhi leo hii. Saa 3 asubuhi sisi hapa, Hawaii ni saa 2 usiku. Tafsiri yake, tulipokuwa sisi saa 1 asubuhi, maana yake wao walikuwa ni saa 12 jioni. Haya, naomba sasa kuanzia huyu Jahil Shafi na wengine waje waniambie ni vipi anafunga mtu anayeishi Hawaii au New Zealand anafunga mchana wa Saudia ambao ndio mchana wanaosimama mahujaji. Anafungaje? Kwenye ile siku wanayosimama mahujaji, anafungaje mtu wa Hawaii wakati hiyo juzi watu mahujaji wanasimama? Sisi saa 1 ndo tunaanza kufunga, wenzetu kule Hawaii ndo wako usiku, wanaingia usiku, ndo kwanza wanauanza. Ndo kwanza saa 12 jioni wanauanza usiku. Wanaianza siku nyingine pia kwa sababu tarehe zinabadilika magharibi. Wanaianza siku nyingine pia. Maana yake wanaanza tarehe mpya, siku mpya. Sisi ndo kwanza tunaanza kufunga, tuko saa 1 asubuhi. Hawa wanafunga vipi? Maanake ima watakuwa walifunga siku ya nyuma yake, ima watakuwa walifunga siku walioimaliza ambayo sio mchana ule wa Saudia sasa. Kwa sababu mchana wa Saudia unaanza, wao wanamaliza jioni. Haiwezekani. Na kuna baadhi ya mawahabi nimeona wanasema mbona mara hii tumefunga sote dunia nzima kwa pamoja, kumbe inawezekana. Haijawahi kuwezekana hiyo. Isipokuwa tu nyinyi hamkubweka safari hii huku. Sio kwamba labda imewezekana. Nyie mawahabi huku hamkubweka kwa sababu masaa ya huku, kwa sababu huku ilienda sambamba na Saudia, sio dunia nzima. Kwa sababu kuna sehemu za dunia asubuhi ya Saudia kwa wao ni usiku. Kwa hiyo kusema kwamba ili uipate funga ya Arafa lazima iwe mchana wa siku anayosimama wale mahujaji, huo ni uongo, na uongo huo haujawahi kufanywa huko nyuma. Haujawahi kufanywa huko nyuma na ni msimamo usiotekelezeka. Kwa hiyo ibada ibakie vile vile ilivyokuwa inatekelezwa. Mtu atafunga Arafa siku ya 9 kwenye mfungo 3 kwa mahala alipo kwa kutazama mwandamo wa mwezi. Lakini swali la pili ambalo mimi nilishawahi kuliuliza, wale mahujaji wale pale Saudi Arabia pale wanatakiwa pale Maka wasimame Arafa siku ya 9. Nisikilizeni vizuri, wanatakiwa wasimame Arafa siku ya 9. Haya, swali langu, dunia inatofautiana miandamo, na wenzetu hawa wanasema popote utapoandama ndo tayari dunia nzima umeshaingia mwezi. Sasa basi tujalie mwezi umeandama nchi nyingine kabla ya Saudia, na ndivyo itatokea na imeshatokea. Kuna nchi nyingine imeandama mwezi mwanzo kabla ya Saudia, kama ilivyotokea kwenye mwezi wa Ramadhani hii iliyopita. Niger ikaandama mwezi mwanzo kuliko Saudia. Je, hawa mahujaji pale Saudia, kwa sababu Saudia wanafuata mwezi wa kwao, je, tutaendelea kuwafata wale? Maanake tukiwafata wale, tafsiri yake wale watakuwa wanaenda kusimama siku ya 8, kwa sababu nyie si msimamo wenu kwamba popote utapoandama mwezi ndo tayari dunia nzima ihesabu mwezi huo. Sasa mfano Niger umeandama sasa, lakini Saudi Arabia haujaandama. Kwa hiyo siku ya 10 ya Niger ndo siku ya 9 ya Saudia. Siku ya 9 ya Niger ndo siku ya 8 ya Saudia. Je, tutawalazimisha Saudia wawafate Niger? Na wasipowafuata, maana tafsiri yake Saudi Arabia watakuwa wamekosea kwa ufahamu wenu, kwa sababu watakuwa wameuacha mwezi ambao tulitakiwa sote tuufuate.
Kwa hiyo watakuwa wale waliosimama pale Arafa wamesimama siku sio. Hivi mnatazama hili? Au nyie mwezi wa mwandamo wa popote huwa mnafuata siku ya Ramadhani tu? Kwa hiyo kiufupi msimamo huu hautekelezeki na ni bid'a. Na haya tumeshaeleza sana bwana, tumeshaeleza sana na tumeshanukuu vitabu vingi, mpaka kauli ya Ibn Uthaymeen tumeshainukuu mara nyingi sana. Kuna wengine wanasema Ibn Uthaymeen ana kauli nyingine, anasema watu wafate kule. Kauli ambayo Ibn Uthaymeen ametusisitiza sisi tuifuate, kauli ambayo Ibn Uthaymeen mwenyewe aliashiria kwamba ni kauli yenye nguvu, ni kauli ya kwamba kila mtu afunge kwa mujibu wa mwandamo wake. Sasa hapa namuuliza huyu Shafi jahili, Ibn Uthaymeen anaiendesha dini kisiasa? Kwa sababu huyu amesema dini inaendeshwa kisiasa, ni mtu mwehu punguani. Kwa hiyo manake huko kote huko ilikopita huko watu walikuwa wanaendesha dini kisiasa. Na kama ingelikuwa watu wanalazimika kufuata Saudi Arabia katika kufunga funga ya Arafa, basi huko nyuma watu wangelipelekeana barua. Ukiandama tu pale Saudi Arabia watu wangelipelekeana barua, mataifa mbalimbali wangelipelekewa barua kwamba tayari huku mwezi umeandama siku fulani, ikifika siku fulani mjue tunasimama huku. Lakini watu hawakufanya hivyo. Kwa hiyo wale wote walikuwa wanaendesha dini kisiasa wale, kwa mujibu wa maneno ya Shafi. Yani watu wanafuata ile sunna hasa na ule utaratibu hasa. Yeye anakuja kusema watu wanafanya siasa kwenye dini. Ibn Uthaymeen katika Majmu'ul Fatawa yake juzu ya 20 ukurasa wa 47 anasema hasa wasawabu annahu yakhtalifu biikhtilafi almatali'. Kiukweli funga ya Arafa itatofautiana kwa kutofautiana matali'. Kwa maana itategemea nyinyi hapo mwezi wenu umeandama mwanzo au umechelewa. Nyinyi kadri ya unavyoandama mwezi wenu ndio mtafunga. Ibn Uthaymeen katika maneno yake haya mwisho akasema hadha huwa alqaulu rajih. Hii ndiyo kauli yenye nguvu. Hapa kwenye hii ndo kauli yenye nguvu, maana yake ni wazi hii ndo kauli ya Ibn Uthaymeen tunayotakiwa tuikamate. Kama ana kauli yake nyingine, basi hii ndiyo ambayo katuashiria tuikamate, kwa sababu anasema wazi hadha huwa alqaulu rajihu, hii ndiyo kauli yenye nguvu. Sasa Ibn Uthaymeen naye anaendesha dini kisiasa. Kwa hiyo kiufupi hapa wala sitaki kueleza sana kuhusu swala la namna ya kufunga ya Arafa, tumeshaeleza sana, labda tutakuja kueleza inshallah.